Ndugu msikilizaji wangu, asante kwa ajili ya jioni ya leo, wewe ambaye Mungu amekupa neema ili uweze kunisikia tena. Kwa majina yangu ninaitwa Mwinjilisti Kennedy Steven Filipo, lakini ninatumika kwenye kanisa la EPRC. Niko chini ya Askofu Amos Thomas Ulilo pale mjini kati, maeneo ya Mwanza. Nipende kukualika ndugu msikilizaji kwenye chaneli yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Evangelist Kennedy and Evodia, na usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Nataka niseme na wewe jioni ya leo kwa ujumbe wetu ambao Mungu ametupa unaosema nyakati ngumu hazidumu. Kuna nyakati ambazo tunapitia kama ilivyoandikwa kwenye kile kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Maandiko yanasema kwa kila jambo kuna wakati na majira, lakini nataka niseme na wewe juu ya wakati mgumu. Kuna wakati mgumu ambao unaweza ukapitia ukaona kama vile maisha hayapo, ukaona vile ya kwamba hata hakuna umuhimu wa kuishi duniani, ukaona ya kwamba hakuna hata umuhimu wa kuendelea kukaa hapo kwenye hiyo ofisi, ukaona hakuna hata umuhimu wa kuendelea kuishi na wale ambao unaishi nao. Huo ni wakati ambao ni mgumu kwenye maisha yako. Kuna wakati imekupelekea kuwaza, laiti kwa nini ulizaliwa kwenye hii dunia? Ukitazama changamoto unazopitia, ukitazama yale ambayo unakumbana nayo, unatamani hata wakati mwingine ni bora ufe. Hauna msaada tena. Umejaribu kwenda kwa ndugu zako wa karibu na wao ni kama vile wamekuacha, ni kama vile wamekukana. Umewatafuta wapendwa wenzako ili angalau wakutie moyo, lakini hawaja kutia moyo. Ni wakati mgumu ambao unapitia. Unatamani hata wakati mwingine utoke hapo ulipokuwa unaishi uende nchi ya mbali, lakini bado unawaza nini cha kufanya. Huo ni wakati mgumu unaopitia. Mungu amenituma kwako jioni ya leo kukuambia ya kwamba nyakati ngumu hazidumu kwenye maisha yako. Na wewe sio wa kwanza. Iliwahi kumpata yule mwanamke wa Serepta. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17 utaona maandiko yanavyosema ya kwamba yule mama anakutana na Elia, anamwambia Elia, mimi nilichobaki nacho ni chupa tu ya mafuta kidogo, na nimekuja ili niweze kuokota hizi kuni 2. Maandiko yanasema anaokota kuni 2, hata sio 3 wala 4, ni kuni 2. Aende akapike chakula ili kila alichokuwa amekibakiza aweze kula yeye pamoja na mtoto wake ili aweze kufa. Lakini maandiko yanasema ya kwamba yule mama alipokutana na mtumishi wa Mungu Elia, historia yake ikabadilika. Nami nataka nikwambie ndugu mpendwa msikilizaji, nyakati ngumu haziwezi zikadumu kwenye maisha yako. Haijalishi unapita kwenye changamoto kubwa, haijalishi kwamba imefika wakati unatamani hata ufe. Pengine mpendwa msikilizaji wangu, kwenye ndoa yako mume wako amekutenda, mke wako amekutenda. Tazama, umetoka kazini, umekuta mke wako amebeba kila kitu akaondoka nacho. Umekuta nyumba iko wazi, iko tupu. Umefika unawaza ni wakati mgumu kwako, ufanye nini? Hapo kazini kwako unapofanyia kazi, wafanyikazi wenzako ni kama vile hawakuelewi. Imefika wakati unatamani hata uache kazi, lakini ukiangalia majukumu ambayo unayo, inafika wakati unasema tu kwamba Mungu anajua. Nataka nikwambie ni kweli, Mungu anajua, lakini wakati mgumu hawezi ukadumu kwenye maisha yako.
Huo ni wakati ambao unapitia tu, ni changamoto unazopitia kwenye huduma yako, mtumishi wa Mungu. Miaka 5 imepita, una washirika wawili, una mshirika mmoja. Ni kama vile kanisa halikui, ni kama vile huduma haipandi. Inafika wakati mwingine unataka kukata tamaa, unatamani kuacha hiyo huduma, unalia, unasema, Mungu, kama umeniita, mbona mimi sioni kama ninapanda? Huo ni wakati ambao ni mgumu kwako unapitia, lakini na ujumbe jioni ya leo ya kwamba nyakati ngumu haziwezi zikadumu kwenye maisha yako. Nyakati ngumu hazitadumu kwenye maisha yako. Nyakati ngumu hazitadumu kwenye maisha yako. Huo ni wakati ambao unapita.